Okay, sawa. Hawa ni walimu leaders wa walimu, am I right? Na kutoka kwa upande wa Colentine Warongo, lakini simuoni yuko wapi? So Colentine, you accompany group yako, but for the time being nataka niwape nafasi because of time you see where we are, so please try to be brief. Asante sana kwa nafasi. Ningependa kusema ya kwamba tumekuja hapa kama walimu kutoka Ucha South. Ningependa wazungumze nami niweze kuzungumza kwa niaba ya chama cha KUPPET Kisii County. Sasa ningependa kuleta chairman wa Ucha South Secondary School Teachers Welfare, ambapo Madam Colentine Warongo ni mmoja wetu. Weze kuleta rambirambi za walimu zaidi ya 400. Asante sana kwa nafasi. Mimi naitwa Joshua Onderi, ni mwalimu kutoka shule ya Nyamonda Secondary, lakini niko hapa kwa niaba ya chama cha walimu cha South Ucha Teachers Welfare. Tumekuja kufariji Madam Colentine. Kwa chama chetu tuko na walimu zaidi ya 400, na wakati kuna msiba kama huu huwa tunakuja tunafariji familia, lakini pamoja nasi tuko na officials na sub members. Ningependa wajitambulishe na waseme neno moja kabla hatutamaliza. Madam Colentine plus your family, pole. Mimi ni Bernard Obiko, treasurer. Pole sana. Madam Colentine, pole sana pamoja na familia. Mimi ni Sylvia Abuya, KUPPET BBF representative. Asante. Nami ni Okachi George, nimesema pole kwa hii familia. Mungu aendelee kuwafariji. Sasa na mimi ninazungumza kwa niaba ya chama chetu cha KUPPET. Ninachua ya kwamba mwalimu pamoja na wengine ambao wako katika familia hii. Mimi naitwa Maticha Samuel. Mimi ni naibu wa mwenyekiti katika chama cha KUPPET Kisii County. Wenzangu wako njiani, our executive secretary ako njiani, the chairman na kundi yote ya ofisi iko njiani na kuja. Lakini kwa sasa hivi ningependa kuwawakilisha na kuambia madam pamoja na familia yako pole kwa msiba huu. Mungu atufariji sisi wote. Asanteni sana. Asante sana walimu wetu, nimeshukuru sana kwa sababu mmeona father, hata ninyi mkiangalia huko mbele father ameanza kazi, so hii nafasi sasa nairudisha kwa kanisa. Albert, chairman wa St. Lucy, sasa nafasi ni yako na kanisa. Wale ambao mchapata nafasi, tafadhali mnaweza kutuvumilia kidogo, tuone kama nafasi ikipatikana tutawapa nafasi, including ile grupu ya Ndizi TV pia mtatuia radhi kidogo, but we shall see what to do during the course of war. Ayo minto korokwa Ken Wosire orasemba ya Kenya ari Uganda igarengo musani yo Jeremiah basometenera preach igate basenge jokorara kumugaka sebedeo na antomere dishingi chiri ubere kuna magomba senkiga yamana mrona. Tunataka tuanze procession, kwa hivyo nauliza sema tuandamane mahali mwili huko. George.
Watu kwa mwaka wote wote. Ndio kwa watu kwa mwaka sebede watu wote.
Vika General wetu, mabadri ambao wamefika hapa siku ya leo, watawa wote, Wakristo wapenzi na familia, hamjambo? Hatujambo. Nachukua fursa hii kumwalika Vika General wetu atuongoze katika misa takatifu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu iwe nanyi nyote. Iwe pia nao. Basi kwa Mama Luzia, watoto na wale wote wa familia, niko hapa kumwakilisha Baba Askofu Joseph Mairura ambaye ako mbali kidogo kwa ajili ya shughuli nyingine ya kichungaji. Kaniambia kwa njia ya kipekee angependa kuwa hapa, lakini anaungana nanyi na umati wote kusema pole na kusema kwaheri kwa huyu mama. Basi tuunganishe basi fikira zetu zote tukijiandaa kushiriki kikamilifu katika hii Ekaristi takatifu. Na muungamia Mungu Mwenyezi, nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa sana.
Ndiyo maana na kuomba Maria mwenye heri, bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu na atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina. Bado ipati kofia. Jaribu kucheza nayo hivyo sasa. Tuombe. Mungu Baba Mwenyezi, tunakiri kwa imani kwamba mwanao alikufa na akafufuka. Utujalie kwa wema wako, ili kwa njia ya fumbo hili mtumishi wako Zebedeo Mogire Omwata aliyelala katika Kristo apate furaha ya kufufuka kwa njia yake, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Soma ogotangani kurwase omochakano 50 22 mpaka 25 nemo. Yusufu akamenya Misiri ere amona abantu bamwabo agakora emyaka ligane limo na 10. Awo akarora abana wa Efraimu na abachokoro baye goika ekyale kya gatatu. Akarora na abana na ba Makili omwana omanase baiboreretwe ase Yusufu. Yusufu agatebya abamwabo ngangende gokwa kulembe amaene Nyasaye nabanyorere enchera yokubarusya asense abatirie mogende
asenseria abalierete eira na gotiananga naye Ibrahimu na Isaka na Yakobo. Yusufu agatiania abana ba Isiraeli agwo akabora bono ekero Nyasaye arabachere abakonye goika moire amauga ane mogende naro elio Yusufu agakwa gakorire emyaka ligane limo na 10 bakamwaka amariogo tabaisa kogunda bakamubeka ase sanduku ime alia Misiri lingana lya Nyasaye. Wimbo wa katikati. Kitikio kwa maneno ni Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu. Nuru yangu na wokovu wangu. Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu. Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu. Taimba. Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu. 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 Nimwogope nani? Bwana ni ngome ya uzima wangu. Nimhofu nani? Kitikio. Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu. Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu. Neno moja nimelitaka kwa Bwana, nalo ndilo nitakalo litafuta, nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu, ni utazame uzuri wa Bwana na kutafakari hekaluni mwake. Kitikio. Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu. Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu. E Bwana, usikie kwa sauti yangu ninalia, unifadhili unijibu. Bwana, uso wako ninautafuta, usinifiche uso wako. Kitikio. Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu. Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu. Naamini ya kuwa nitauona wema wa Bwana katika nchi ya walio hai. Umgoje Bwana uwe hodari, upige moyo konde na umgoje Bwana. Kitikio. Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu. Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu. Somo la pili kutoka kitabu cha Ufunuo sura ya 21 tuanzie mstari wa 1 hadi 7. Somo. Mimi Yohane niliona mbingu mpya na nchi mpya, kwa maana mbingu za kwanza na nchi ya kwanza zimekwisha kupita, wala hapana bahari tena. Nami nikauona mji ule mtakatifu Yerusalemu mpya ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu,
umeweka tayari kama bibi harusi aliyekwisha kupambwa na mumewe. Nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha enzi ikisema, tazama, maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu, naye atafanya maskani yake pamoja nao, nao watakuwa watu wake. Naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao, naye atatafuta kila jozi katika macho yao, wala mauti haitakuwepo tena, wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu hayatakuwepo tena, kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Na yeye aketie juu ya kile kiti cha enzi akasema, tazama, nafanya yote kuwa mapya. Akaniambia, andika ya kwamba maneno hayo ni amini na kweli. Akaniambia, imekwisha kuwa. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Mimi nitampa yeye mwenye kiu na chemchemi ya maji ya uzima bure. Yeye ashindaye atayaliti haya, nami nitakuwa Mungu wake, naye atakuwa Mungu mwanangu. Hilo ndilo neno la Bwana. Tusimame kwa shangilio. Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu amwaminie awe na uzima wa milele. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, hapo atakapokuja mwana wa Adamu katika utukufu wake na malaika watakatifu wote pamoja naye, ndipo atakapoketi katika kiti cha utukufu wake, na mataifa yote watakusanyika mbele zake, naye atawapagua kama vile mchungaji awapaguaye kondoo na mbuzi. Atawaweka kondoo mkono wake wa kuume na mbuzi mkono wake wa kushoto. Kisha mfalme atawaambia wale walioko mkono wake wa kuume, njooni mliobarikiwa na Baba yangu, urithini ufalme mliowekewa tayari tangu kuumbwa ulimwengu. Kwa maana nilikuwa na njaa, mkanipa chakula; nilikuwa na kiu, mkaninywesha; nilikuwa mgeni, mkanikaribisha; nilikuwa uchi, mkanivika; nilikuwa mgonjwa, mkaja kunitazama; nilikuwa kifungoni, mkanitia. Ndipo wenye haki watakapomjibu wakisema, Bwana, ni lini tulipokuona una njaa tukakulisha, au una kiu tukakunywesha? Tena ni lini tulikuona mgeni
tukakukaribisha au uji tukakuvika? Na ni lini tena tulipokuona mgeni au kifungoni tukakukujia? Na mfalme atawajibu akiwaambia, amini nawaambia, kadri mlivyomtendea mojawapo hawa ndugu zangu walio wadogo, mlinitendea mimi. Kisha atawaambia wale walioko mkono wake wa kushoto, ondokeni kwangu, mliolaaniwa, mwende katika moto wa milele uliowekewa tayari Ibilisi na malaika zake. Kwa maana nilikuwa na njaa, msinipe chakula; nilikuwa na kiu, msininyweshe; nilikuwa mgeni, msinikaribishe; nilikuwa uji, msinivike; nilikuwa mgeni na kifungoni, msije kunitazama. Ndipo hao pia watajibu wakisema, Bwana, ni lini tulipokuona wewe una njaa au una kiu au mgeni au uji au mgonjwa au kifungoni tusikuhudumie? Naye atawajibu akisema, amini nawaambia, kadri msivyomtendea mmoja wapo wa hawa walio wadogo, hamkunitendea mimi. Na hao watakwenda zao kuingia katika adhabu ya milele, bali wenye haki watakwenda katika uzima wa milele. Injili takatifu ya Kristo. Basi Mama Lucia, watoto wako wote, Sister Francisca na masista ambao umeungana naye. Mama namjua, mzee sikupata nafasi kumjua vizuri, lakini kwa familia ukikutana na mmoja utamjua mwingine kupitia na vile mnavyowasiliana. Na basi tuko hapa kusema kwa heri kwa huyu mzee na kuwapa pole na kuwaombea Mungu aweze kuwajalia neema ya kuendelea kuishi vile alivyowapanga. Basi baba askofu, vile nimesema, akaniambia kwamba alijua familia kwa sababu ya shughuli ngumu kidogo ikawa hawezi kufika. Basi